Simulizi ya Kikristo. Simu isiyojulikana. Kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Daniel. Kwa nje, maisha yake yalionekana kawaida. Alikuwa na kazi ndogo mjini, marafiki wachache na ndoto nyingi moyoni. Lakini ndani yake, Daniel alikuwa amechoka. Alichoka kujaribu, alichoka kuomba, alichoka kusubiri maisha yabadilike. Kila kitu alichogusa kilionekana kushindikana. Siku moja usiku, akiwa amekaa peke yake chumbani, alitazama dari kwa muda mrefu sana. Akajiuliza kimya, Mungu, kama kweli upo, mbona hunijibu? Hakukuwa na jibu. Ukuta ulikuwa kimya, simu yake ilikuwa kimya, moyo wake ulikuwa mzito. Na hapo ndipo alipofanya uamuzi hatari. Aliamua kuacha kila kitu, kuacha maombi, kuacha kanisa, hata kuacha kuamini. Kesho yake asubuhi, alipokuwa anaenda kazini, simu yake iliita. Namba haikuwa imehifadhiwa. Alitazama sekunde chache, akahisi kitu cha ajabu moyoni, lakini akaipokea. Hakukuwa na sauti, kimya. Halafu ghafla, sauti tulivu sana ikasema, usifanye uamuzi utakaoumia baadaye. Daniel akakunja uso. Hello, nani huyo? Simu ikakatika. Alifikiri ni mzaha, lakini moyoni kulikuwa na hofu ndogo na amani ya ajabu kwa wakati mmoja. Siku hiyo kazini mambo yaliharibika vibaya. Bosi wake alimlaumu kwa kosa ambalo hakulifanya. Hasira zikapanda. Aliamua, leo naacha kazi. Alisimama, akachukua begi lake, tayari kuondoka. Simu iliita tena. Namba ile ile. Akapokea haraka. Sauti ile ile kasema, subiri kidogo, baraka yako ipo nyuma ya uvumilivu wako. Simu ikakatika tena. Daniel akasimama pale ofisini akishangaa. Aliamua kubaki siku hiyo. Na jioni ile ile, bosi wake alimuita, si kwa kumfukuza, bali kumwomba msamaha na kumpandisha cheo. Daniel akabaki kimya. Kwa mara ya kwanza, akaanza kujiuliza, hii simu ni nani anapiga? Wiki zikapita. Simu ile ikaendelea kupiga, lakini si kila siku. Ilikuwa inapiga wakati muhimu tu. Siku moja, alipokuwa karibu kurudiana na marafiki waliomrudisha kwenye maisha mabaya, simu iliita. Njia hiyo uliwahi kuipitia. Kumbuka ilikupeleka wapi? Daniel akaacha kwenda. Siku nyingine, alikuwa karibu kumjibu mama yake kwa ukali. Simu ikaingia. Heshimu moyo uliokoombea kabla hujazaliwa. Daniel akanyamaza. Akamkumbatia mama yake badala ya kubishana. Polepole, maisha yake yakaanza kubadilika. Si kwa miujiza mikubwa, lakini kwa maamuzi madogo yaliyookolewa kwa wakati sahihi. Ndani yake imani aliyodhani imekufa ilianza kufufuka tena. Lakini siku moja, simu ikaacha kupiga. Wiki moja, wiki mbili, mwezi mzima, hakuna simu. Na ghafla, matatizo yakarudi. Biashara aliyokuwa ameanza ikaanza kukufa. Marafiki wakamuacha. Maombi yakahisi mazito tena. Usiku moja, akiwa amevunjika moyo sana, akapiga ile namba mwenyewe. Iliita, lakini ujumbe mmoja tu kasikika. Namba hii haipo. Daniel akajaribu tena, na tena, na tena. Hakuna namba. Hakuna rekodi ya simu hiyo kwenye historia yake. Ilikuwa kama haijawahi kuwepo. Akakaa kitandani akiwa amechanganyikiwa. Kisha macho yake yakatua kwenye Biblia yake iliyokuwa imejaa buvi. Akaifungua polepole. Macho yake yakasoma maneno haya. Zaburi 32 mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu likikutazama. Ghafla, machozi yakaanza kumtoka. Ndipo alipoelewa. Hakukuwa na mtu aliyekuwa akimpigia. Hakukuwa na namba. Hakukuwa na bahati mbaya. Ilikuwa ni Mungu akimwongoza hatua kwa hatua, wakati yeye mwenyewe alikuwa hawezi kusikia sauti yake moyoni. Daniel
hakupokea simu tena, lakini alianza kusikia kitu kingine. Amani, mwongozo, sauti tulivu ndani ya moyo wake. Na siku hiyo akaelewa ukweli mmoja mkubwa. Wakati mwingine Mungu hapigi kelele, hatumii radi wala miujiza mikubwa. Wakati mwingine Mungu huongea kwa sauti ndogo sana, inayosikika tu kwa moyo unaotaka kusikiliza. Na labda hata wewe unaisikiliza simulizi hii, umewahi kuwa na wakati ambapo ulitaka kufanya uamuzi mbaya, lakini kitu ndani yako kikakuzuia. Hiyo haikuwa bahati. Huenda ilikuwa simu isiyojulikana. Tafakari. Chukua hatua. Tumefika mwisho wa simulizi hii. Subscribe, comments, like na share kama bado haujafanya hivyo, ili kuendelea kupata simulizi hizi hapa JP Filamu. Kwaheri.